mete oginya mokire minoga mete yuka ituruhi age moragia uhoro umagana ku nyundo matire mawejera wega no Ngai wenda gakuruta ma ate ndareka mundu akoima na thutha. Thini wa mundu nakamenyeka ni kuga na gwika witikio tari meko cio ni muthatu no nginya wambe wikio cokio rutane waiywo roho cia tuike kimuri itho cia ithwaka muguragiria ma mundu mothe mari na muthia ona makienjerwo muthiki uriku. Kimera no hari matwiro maria matwitwo sirote manitiro jae no mumeui no Ngai yakwo wenda kikaga twigwithie ibere ya Ngai witu twehureirie imuhu mwitio wage tumuthaithe tugiitaga maithori twehumbĩire kũnio nginya ikumĩre. Kuma mwena wa studio ya Theophilus TV MURATA wa Ngai, karibuni sana hamaretwa geto ani J deha mothe kumurehera tafarira ya Ciana Ciitu na nitwahota gucokereria rege ona tuikarete kahinda karaya no Ngai no muhekaku na Ngai no mwega muno makeria ni dramumisete muno ciana inyu mwemucia wenye mko shule ona aciari karibuni sana Ngai wa moyo akorwo akimweka maundu mega na dramumisete muno makeria hope na when you ramisete. Thank you so much kwina ria marajuragiriria mitambo-ini through the phone number ya studio. Asanteni sana na Ngai gwanyihite muno makeria gogo tukugoro tukiambiriria na kuhingura na ihoya kana mahoya nigetha tukorwo tugithi hau hage tafarira-ini ya show ya Ciana Ciitu. Mwathani tuoka mbere yaku twenyihitie Jehova Ngai tukisema ni asante maana hakuna aliye kama wewe, hakuna aliye na nguvu kama zako Jehova God. Tunasema uweze kutusamehe yale ambayo tumefanya tukijua na pia tusitojua Jehova Jire. Tunasema ni asante kwa siku nyingine kama hii ikiwa ya Jumamosi. Thank you for the show ambayo ni ya Ciana Ciitu Jehova God. As I'll be speaking Jehova God, kukiweza kusaidia wale watu ambao wako nyumbani mahali popote walipo waweze kushika kitu, na pia wazazi ambao tutakuwa tukiongea pamoja nao uweze kuwa pamoja nao. May you give them the
wisdom and knowledge, Jehovah God. Give them the understanding, Jehovah God, so that it may help them, Jehovah God, even in taking care of their children, Jehovah God. Tusema pia ni asante kwa watu ambao umetubarikia, Jehovah Jireh. Sifa na shukrani ziweze kukurudia, Jehovah God. Say thank you for everything, my God, that you have done unto us, Jehovah God. For those who are in the roads, Jehovah God, we ask for protection. We ask for journey mercies, Jehovah God. Those watching in while traveling, Jehovah God, give them journey mercies, Jehovah God. All those who are at home, may you even cover them with your precious blood of Jesus' name. Oh, Jehovah God, those who are sick at home, at churches, even in the hospitals, Jehovah God, may you stretch your hands of healing upon their lives, Jehovah God, because you are the healer, Jehovah God. You are the big doctor, Jehovah God. You are the medicine, my God. There is none other than you, Jehovah God. For the orphans, also remember them. May you be their daddy, may you be their mother, Jehovah God, because there is none other than you, Jehovah God. Even for those who don't have anything to take, Jehovah God, may you remember their lives, may you cover them, and may you fill their stomach, Jehovah God, because you're the provider and you are the giver, Jehovah God. There is none other than you, Jehovah God. We believe and we trust in you, Jehovah God, this morning, that you can do wonderful things, that you can do mighty things, Jehovah God. As we will be starting this show, Jehovah God, we invite your presence, Jehovah God, eza kuendanisha pamoja nami hadi nitakapokuwa nikifika tamati, maana hakuna aliye kama wewe na hakuna aliye zaidi yako. Wale ambao watakuwa upande wa Facebook nimewafunika na damu ya Yesu Kristo. Wale ambao watakuwa upande wa YouTube nimewafunika na damu ya Yesu Kristo. Wale ambao watakuwa kinitazama kwenye televisheni zao nimewafunika na damu ya Yesu Kristo, maana hakuna aliye kama wewe na hakuna aishie milele kama wewe. And it is in Jesus' name we pray and believe. Amen, 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 amen. Ciana inya umirerie ngoro uiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa Gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra rora muoyo waku ndũgatuĩke na muoyo wa nyoni ĩrĩa ĩyũaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ igate muoyo wayo. Gera njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo taĩtwo nĩ atũmwo a maeni. Ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa rĩrĩ rũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũhiũ yume muoyo. Nama mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ angĩũra kana garũrũke ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio wĩtete na ũthũrĩka mũthenya na ũtukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatithia ta ndĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikana mũhenie. Ciana inya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa Gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra.
mwĩrĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka. Wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu, no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane. Waheirwo roho cio atuĩke kĩmũrĩ, itho cia itho akamũgũragĩria. Ma mũndũ mothe marĩ na mũthia, ona mangĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Kimera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo, cirote manĩtio njaĩ no mũmĩũĩ, no Ngai akwo we ndakĩkaga. Twĩgũithie imbere ya Ngai witũ, twĩhurĩire imũhu mwĩtĩo wage, tũmũthaithe tũgĩitaga maithori, twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre.
Ngai we muhihi we muthondeki we mumbi wa nyũmba nĩguo ndagũtua nĩũhihithĩte nĩũthondekete ũkandurũka ndwa Ngai. Yes, Yesu yuko na mimi. Watoto pale home saseni, karibuni sana katika show ambayo ni ya Ciana Ciitu ama ya watoto wetu, si ndio? Karibuni sana. Ifuatoliwe ni mzazi uko pale nyumbani unatazama kwenye TV yako, kwenye Facebook kama YouTube, kindly put your kid closer. Na for this 1 hour tutakuwa tunaongelea na watoto wadogo, the Sunday school age hapo, and then the next 1 hour tutakuwa tukiongea na teens sana pia na wazazi mko included. We want to teach ourselves 1 2 3 on how our children can love God and how we can teach our children, ama niaje sisi kama wazazi tunaweza saidia watoto wetu kukua kiroho. Niaje, ni vitu gani tunafaa tukue tukiwa train from now on, wako wakijua kwamba Yesu anawapenda pia and they don't feel outside. Unajua kuna mtu atafeel siwezi omba, maybe Mungu hanisikii. Sasa leo we are here, we want to teach our children to have confidence in prayer and to see the importance of kusema tu asante. Kama ni food iko pale mezani, anajua kusema asante Mungu wa chakula. Kama ni kitu nzuri ameona, anajua kuambia Mungu asante. That's one thing ambayo itasaidia watoto wetu kuweza kuwa kiroho na waweze kuwa wakimpenda Mungu na pia wakimjua Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo karibuni sana. Na leo tutakuwa tukiweka theme ya leo ni chat with God. Chat with God for our kids, my producer. Chat with God. Na tutakuwa tukifanua the word letter by letter ile maana ya chat. Na ngoja producer wangu aweze kuwa akiwekea pale chini the word chat with God, ndio tuweze kuendanisha pamoja step by step. Chat with God. Karibuni sana. Weza kuwa mpieka watoto karibu na TV, ama kama ni Facebook weza pia ukiwaekea. Letter C kwa chat with God, tunaona it stands for confession. How can we teach ama ni aje tunaweza fundisha watoto wetu kuconfess? Vitu tu hiyo kidogo. Maybe alichapa mwenzake shule, these little kids, wale sasa tunaongelea wale Sunday school. Ni aje unaweza mfundisha kuna kitu inaitwa confession. Na the moment mumeweka there is something that is called confessing, ataenda akigrow slowly akijua the word confession inamaanisha nini na ina maana gani. So the word C pale kwa chat with God, letter C, it stands for confession. How do we teach our kids to confess? Anaweza kuwa a good example or simple example andao mtoto anaweza ku understand. Anaweza kuwa alikosana na mtoto pale shuleni, akaweza kuchokozana, hiyo haikosi, and then you have to tell your kids, you have to have a conversation with your kids so that you can confession can come in. Muulize how was school, how was the day. Akikwambia nilichapa mtoto fulani, you have to tell your kid, you have to confess and say sorry to God that ulifanya kitu kama hiyo. It stand in for confession. And when we tell God that we have sinned, God feels that thing huwa ina please Mungu. Kwa hivyo hata mtoto wakati anasema pole Mungu nilifanya hii na hii ambayo haikukufurahisha, itakuwa ikimplace Mungu, na yes, God will impress your kid in a very good manner, na yes, Mungu ataweza kuendanisha pamoja na mtoto wako. Kwa hivyo wazazi ukiwa pale nyumbani usibaki nyuma, because ni hizi vitu ndogo tu ambazo hatufundishi watoto wetu. Inaweza kuwa wakikuwa pale juu unangoja ati aende Sunday school afundishwe na teacher wa Sunday school. Teacher wa Sunday school wacha kuwe top up ama kuwe bonus, but you be the main parent or be the main teacher of your kid. Unataka akuwe education. Usigoje ati afike teenage, usigoje afike youth ndio aweze kumjua Mungu. Let's teach them. You at that early stage ambayo wako weze kujua kuna kitu kuambia Mungu pole. Aliiba sukari ama ulipata kilamba sukari, tell her or him, tell to God sorry, and then you tell me sorry kwamba uliiba sukari ama ulilamba sukari bila my permission. Kwa hivyo that's one thing on how we should train our kids, ama ni jambo la kwanza ambalo tunafaa tuweke watoto wetu waweze kujua kuna kitu ambayo inaitwa confession as they grow. Number 2 tunaona ni H pale kwa chat with God. Number 2 ni H na it stands for honor. How do we show honor to God? How do we honor God as kids? Ni aje tunafaa kuonyesha kwamba
tunahona Mungu. Hona kwa Kiswahili, cameraman, hona kwa Kiswahili. Inasema aje? Ni kuheshimu ama? Okay, sawa sawa. So pale unaona Mungu anapenda sana. How do we honor God? We honor him through worship. Kwa kuimba tu hata kama ni wimbo moja, kana rwimbo rumwe rwa guthathaiya Ngai. We worship God. God feels the honor when we honor him with prayers. Maana pale ukishaomba Mungu, you feel you honoring God. You're showing God that he is the king. God is everything. That's why we honor God. Kwa hivyo fundisha mtoto aweze kuwa akikuwa akiworship. Si lazima wimbo wimbo 5 ama the one line kusema tu ile Yesu mwana wa Mungu, Gladys Oirimo. Ama unamfundisha tu that little song ambayo nataka tukikiwa na producer, that ka worship song ya kuonyesha we worship you God, we love you God, tunakupenda Yesu ama tunakuabudu Yesu, wewe ndio mkuu na wewe ndio Mungu. It will be so good. There is nothing good, there is nothing sweet like honoring God. God feels so pleased. Mungu ana feel like pleased with you, even though it's your kid. You wonder, kuna vitu ambazo huwa happen. Unapata mtoto ni mmoja kwa familia, mtoto mmoja kwa familia, maybe out of 4 kids or 5 kids. Unapata mtoto mmoja ndiye ako na favor kwa hiyo familia. Unapata mtoto njia zake akiwa tu mdogo, unapata ameanza kuhostiwa kwa TV shows, ameanza kufanya nini, the nini we see in YouTube or even in TV shows. Why? Because maybe the parent is behind it. Huyo mtoto anajua kusema Yesu nisaidie. God lead me nikitoka kwa nyumba nikienda shuleni, mfundishe. Akitoka akienda shuleni mahali popote anaenda anasema Yesu nisaidie, Mungu niongoze ninapoenda shuleni. Mfundishe the little things. God guide me. I do teach sana tukienda pale show ya watoto ambao kwa tunaenda tuna interact nao kwa kanisa. You say God guide me, God lead me. Ukimfundisha tu aseme tu God guide me through the day, ni hivyo. It doesn't need so much prayers. God lead me. Mungu atamuongoza kwa hakika maana ask for it. Yeah? Kwa hivyo wazazi, let's take part in showing our kids. Let's take part in guiding our kids through the growing of kiroho, kukua kiroho. Tusigoje ati wakuwa wakubwa ndio wajue kujisomea Bible. No. Soma Bible. Kuna tule tu Biblia tudogo. Wazazi wa Githurai 44 huwa nawaambia kuwa mnunulie mtoto wako kale ka Bible ambako the small one, the New Testament. Ako anaweza kubeba kwa kabag. Kwa hivyo kila Sunday mtoto akienda kanisa, mpatie ako ka Bible. Si ka Bible, it's a Bible. It's the word of God, sorry. Mpatie hiyo Bible, mpatie kalamu, muonyeshe kuna ku take notes akisoma. And it will help. Notes inatusaidia kukumbuka. It reminds us. Kwa hivyo siku achilie tu mtoto mbora umempea 10 bob ya sadaka ameenda kanisa. No. Teacher wa Sunday school ako pale kwa sababu yake kumsaidia kukua kiroho. Kwa hivyo let's be helping our kids, or let's be teaching our kids on how to honor God. Letter A for chat with God. Letter tumetoka kwa C tukaona it talks about confession. We teach our children to confess. Letter H, it means how we should teach our kids to honor God by worshiping, by praying. Now we are in letter A, ambayo it stands for ask. God says we can ask for anything in his name. Mungu anatuambia na ametupatia ruhusa. Ndio maana pale Mathayo 7:7 inasema bisha na utafunguliwa, omba na utapewa. Watu wanapenda sana that verse, and it's the truth. Mungu anatuambia bisheni na nitawafungulia, ombeni na mtapewa. Kwa hivyo A stands for ask. Ask God anything. God says mumuitishe kitu yoyote ambayo unahitaji. Kwa hivyo fundisha mtoto wako kuitisha kutoka kwa Mungu. Before kuitisha hiyo mkate ya breakfast, before kuitisha school fees ama kiatu mpya, mwambie itisha, ask from God. Kisha Mungu ataniprovidea, nitakupatia. Si eti akitisha tu viatu naambia sawa, unamuuliza umeambia Mungu atupe ndio, umeambia Mungu anipatie ndio nikuletee. Teach the kid, si wewe una provide. There is a provider in heaven. Muonyeshe kuna provider pale juu. Ndio hata lilia mwana usiwaradha idhana kana lilia ataomba Mungu akupatie. For sure, hautawahi kosa. Because God sees. Kuna ile innocent soul outside there crying. Anataka viatu, anataka school fees, anataka that breakfast. God will always provide. Kwa hivyo tufunze watoto wetu to ask
and request for anything. Na mara mingi unapatanga hata sisi grown ups tunaanza na kuambia Mungu, Mungu nisaidie, Mungu nipe, Mungu nionekanie, you know why? Because God has taught us na ametuonyesha kwamba he's the provider, na wakati unamlilia atakuwa akikupatia. Kwa hivyo wacha tufundishe watoto wetu hizo tu vitu ndogo, muonyeshe she or he anaweza omba kutoka kwa Mungu kwanza, ndipo saa kujia kuombe, and it will be the best thing. By the way, your kid, she will grow, she or he atagrow akimjua Mungu, atagrow akijua God is a faithful God, atagrow akijua kwamba Mungu ndio hupeana. God is the provider and there is nothing sweet like God being the provider of everything. Kwa hivyo tuwasaidie watoto wetu, tuwasaidie kabisa kabisa, because hii generation ambayo tunaona wanaenda astray, wanapotea, ni pale kuanzia pale the early age ambayo mzazi wewe uliasiu. Maybe says you have, uko na kijana mkubwa ama msichana mkubwa ambaye amekusumbua maishani, because let's nurture ule mtoto akiwa pale mdogo, muonyeshe Mungu ndio kila kitu, not you. Show that kid kuna Mungu aliye juu ambaye huwa anajibu maombi, huwa anasikia maombi. Kwa hivyo na asking is surely the first thing we think when we are praying. Kwa hivyo kitu ya kwanza tukiwakumbusha ni kuomba Mungu awasaidie sana. The last one ambayo ni chat with God. Kwa letter T tunaona it stands for thanks. Saying thank you, being thankful. How can we teach our kids to say thank you to God? How? Ni aje unaweza funza mtoto ama ni aje unaweza muonyesha kwamba ukishukuru Mungu? Kitu ya kwanza unaweza mwambia nayo ni kuwa na wazazi. It's the easiest. Ako na wazazi, ambia Mungu ni asante because you have your parents. Ambia Mungu ni asante kwa sababu haujagonjeka. The word tu kusema asante Mungu kwa sababu sijagonjeka. They may pray, wanaweza omba iwe sound funny, but to God it's not funny. Unapatanga at times I feel sometimes so bad, mtoto akiomba maybe in a family, unapata utaenda huko tu mtoto ambiwa aombe so that it can be kind of joke, ndio watu wacheke. Surely you should not laugh. Usifai kuchekelea huyo mtoto. Unafeel utafanya confidence yake iende chini wakati unamchekelea. Hata akifogodha, you know, she or he anatry, but when you laugh at that kid because ameomba akasema neno ambalo si sawa na kama si kamili vile ambavyo inafaa kusemwa, the kid will feel so low na hiyo confidence itaisha. Siku nyingine ukimwambia haombe hataomba. Kwa hivyo let's teach our kids to be thankful, to say thank you to God, about now encouraging your kid while praying, to tell God thank you. Wakati anaomba unamwambia Mungu asante kwa chakula hii kwa mbele yetu. Mungu asante kwa sababu nimetoka shule salama. Mungu asante kwa sababu niko na mom, niko na daddy. Hizo vitu ndogo matters a lot to God. Sometimes unapata watoto anaweza kosa kuomba because anaona hajui kuomba kama mamake anavyoomba masaa mingi, hajui kuomba kama babake anavyoomba masaa mingi. Ana feel she is so low. Encourage your kid. Hiyo neno mbili tu atasema asante Mungu, it's enough to God. Na usisahau God sees the heart. Huyu mtoto anaweza shindwa kusema ama kuomba kwa muda mrefu kama wewe, but God can see the pureness and the reality in that kid's prayer. Kwa hivyo to encourage watoto wetu kuwa wakiomba, wakiambia Mungu ni asante, maana prayer is a mighty weapon and it's ni weapon ambayo ukitembea nayo na hakuna kitu ama mipango ya shetani inaweza kukupata. Kwa hivyo let's help our kids to be thankful to God, things that we see in nature, in their families, in their friends. Tunaambia Mungu ni asante. We always be thankful to God. Kwa hivyo hapo kwa chat with God tumeona confidence. Ya kwanza ilikuwa confidence. H ilikuwa how to honor our God. A, it was how to ask everything. Teach your kid to ask everything from God. And then T, it was to be thankful to God. Thankful to God. Now today, that was the chat of today, chatting with God. Tuko tukifunza watoto wetu how to chat with God, how to communicate with God.
Wanaweza feel they are not worth it to communicate with God. Why? Because wanaona ni watoto wadogo. But the moment we nurture them pale chini, wakae wakijua Mungu, wakae wakijua Mungu ni Mungu aishie milele. Ni God is the provider, God is the giver, God is our protector. Mungu ndiye ambaye anatulinda. It will be something so good. Huyo mtoto haezi enda mahali na uoga. She or he atakuwa na confidence. And kama unataka kuamini hii, go and witness. Tuangalie tu watoto ambao wamelelewa kwa background ya Christianity, a humble background of Christianity. Yule mtoto anakuanga na confidence. Unasikianga ameambiwa kuja utuombeshe because mama yake ama the guardian or the father alichukua responsibility kunata yule mtoto akiwa mdogo. Akamwonyesha kwamba kuna aliye juu. There is our creator. He's the world, there is our provider. Kwa hivyo hata wewe take a responsibility and your kid will grow to be a God-fearing kid na hakuna atakaye mpisha on the way. Kwa hivyo the verse of today, as we finish with the kids, tumekuwa tukiangalia na watoto wa Sunday school hapo the rika hiyo ndogo, and then the next one tutakuwa tukiongea na teens pamoja na wazazi wao. This is one will be more of kuongea how we should chit chat with your parents, or how we as parents tunaweza chit chat na watoto wetu teenagers. As I finish hii ya watoto from the book of Mark chapter 10, Mark chapter 10 verse 13, and it says, "And they were bringing children to him that he might touch them. And the disciples rebuked them. But when Jesus saw it, he was indignant and said to them, Let the children come to me. Do not hinder them, for to such belongs to the kingdom of God." Kwa hivyo, verse 15, "Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like child shall not enter it." Mark chapter 10 verse 13 and 15. Mungu ashatu ashua, let the children come to me. Why? They are innocent, they wako innocent. Those are innocent souls. Kwa hivyo hata wakati wewe uko pale nyumbani unafanyia mtoto mdogo unyama, do you just know unafanyia God directly. These kids are so amazing. Hawa watu ambao Mungu ametubless now, embrace them. Penda huyo mtoto, muonyeshe hakuna mtu mwingine, it's only you. Love those kids. Mungu already amesema the disciples were hindering the children from coming to God, from Jesus. But Jesus said, let them come to me, do not hinder them, for they are the kingdom of God. Kwa hivyo, do not hinder the kid from having a dream of worshiping. Do not hinder that kid ambaye akona hiyo kipawa ama kipaji ya uimbaji ya kumsifu Yesu Kristo. Usimhinde huyo mtoto ambaye ana feel akona, she can pray, anapenda kuomba, lakini uko like you rebuking that kid. No. Remember from the book of Mark 10:13 inasema, let them come to me because they are the kingdom of God. They are the kingdom already. Why are you hindering the kingdom? Wewe kama mzazi, kwa nini unaribuki huyo mtoto kuomba? Only because wewe si Christianity. Don't do that, because the punishment will be so itakuwa kali sana, ama kipigo kichapo cha Yesu Kristo kitakuwa kikali sana kwako. Kwa hivyo don't do that, na don't hinder your kids. So babies, karibuni sana, and before I close, nataka we teach ourselves how to write the name Jesus, and then we teach ourselves how to write the name prayer, and then we teach ourselves how to write the word Bible. Bible like this one, Holy Bible. Yangu imeandikwa Holy Bible. Kwa hivyo nataka kuwafundisha venye utakuwa ukiandika Bible pale kwa kitabu yako, na kuandika the word prayer, na kuandika the word Jesus. Kwa hivyo my producer, tutakuwa tukianza na the word Jesus. We show our kids letter by letter wako waki understand the word Jesus. Tutakuwa ni JESUS. That's the word Jesus. That's the word Jesus. Number 2, prayer.
E-R. That's the word prayer, and we should learn how to pray. Tell mommy you want to pray for your dinner. You tell mommy you want to pray for your breakfast. Sawa sawa. Before ukunywe chai ama ukule kitu, tell mommy you want to do a prayer. You want to pray. Number 3 ambayo ni ya mwisho, the word Bible. B-I-B-L-E. That's the word Bible. And the Bible is like this one. Mine ni kama hii yangu, which contains the word of the Lord. Sawa? Yes, here is where we read the word of the Lord so that we can know Jesus Christ. Kwa hivyo babies, bye bye. Next time tutakuwa tukijifunza a prayer from head to toe. Ile mnaimbanga head, shoulder, knees and toes. Hiyo tutakuwa tukijifunza a prayer. How should we thank God with our eyes? How should we thank God with our mouth? How should we thank God with our hands? How should we thank God with our talk? Sawa sawa. Kwa hivyo tupatane next Saturday, Sunday school. Pale upande wa Kawangware tutakuwa live, upande wa Kawangware Church, Theophilus kule ndo tutakuwa live. Kwa hivyo Sunday school babies, bye bye. And before you sleep, andikia mom the word Jesus, prayer na Bible. Aone kama umejua, kama umelearn kitu leo, si ndio? Kwa hivyo bye bye. See you to next Saturday. On the next station nitakuwa nikirudilia. I'll be talking to teenagers the age of 13 to 19. Kwa hivyo bye bye babies. I love you so much. Tell mommy you love mommy and Jesus loves you. Bye. Nekeriga mondo hakwa nekeriga mondo nekeriga mondo hakwa nekeriga thĩinĩ wa kĩambĩrĩria ngayombire mũndũ akĩmũteithia mũno kĩmũmbĩra wakĩmũiga endania nĩagena kanyua na kumagie Ngai na mwathĩkagĩre mũndũ akĩgarũrũka na akĩagana mũno nginya Ngai akĩrira kũmba mũndũ ũcio Ngai akĩũria kĩnene mũno mũndũ karĩkĩ atũrĩa ngiaga mũndũ nekeriga mũndũ hakwa nekeriga mũndũ nekeriga mondo hakwa nekeriga mondo nĩanyitaga mũndũ guoko akamũteithia mũno kaima thĩna-inĩ akamwakĩra nyũmba akamũthomithia akamũhe gĩa kũrĩa hamwe na gĩa kũnyua no mũndũ ũcio aikara numaga mũndũ ũcio akamũcinũra ma na akamũcambithia ndatuĩria ngarora ngĩyũria na ngoro mũndũ karĩkĩ mũndũ nekeriga mũndũ nekeriga mondo hakwa nekeriga mondo nekeriga mondo hakwa nekeriga manyitanaga mena mwendwa wake othe matarĩ kĩndũ mena mathĩna magetha indo hamwe na makagacĩra mena gĩkeno kĩingĩ mũciĩ ũkagĩa cama no mũndũ ũcio aikara na akariganĩrwo nĩ kũrĩa moimĩte mathĩna manona mũndũ ũcio akahika kana kahikania ndarora ngĩyũria
mundu kareke mundu we mundu mundu nekeriga mundu we mundu hakwa nekeriga mundu we mundu mundu nekeriga mundu we mundu hakwa nekeriga ciaranagirwo nario naria nyina makarerwo amwe na makagimara Ngai akarathima mundu umwe wa nyumba kamutugiria muno na kamunenehia gateithia ciari ake na kamaiga wega gathondeka muciĩ wao gathakara thutha wa ihinda inini agũkĩrĩrwo nĩ arĩa arateithagia na karumwo mũno agathinĩkanagio agacambio mũno agatigwo arĩ wiki atarĩ mũteithia ndarora ngĩũria na ngoro yakwa mũndũ kareke mũndũ nĩ kĩriga mũndũ we mũndũ mũndũ nĩ kĩriga mũndũ we mũndũ hakwa nĩ kĩriga mũndũ we mũndũ mũndũ nĩ kĩriga mũndũ we mũndũ hakwa nĩ kĩriga mũndũ we mũndũ mũndũ nĩ kĩriga mũndũ we mũndũ hakwa nĩ kĩriga mũndũ we mũndũ mũndũ nĩ kĩriga mũndũ we mũndũ hakwa nĩ kĩriga
morio wanake nake akiniga nindarerira muno onginya niye ngimena kumbe Ngai we ni woe undu itamenyaga ni uyu ate tondo na mwendaga Ngai ni oe weti wakwa Yeah.
Mwaki ayure jamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ Ngai akanyũmba yothe kĩrĩka nĩamĩkĩrire mũrango rĩ hinya ayure jamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ ayure jamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ hingũro cia thĩ ciĩtagwo yaki na mũthamaki Jesu ndagacioya ayure jamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ Ĩno nĩ Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Gũthathaiya twakwenyiheria mũno gatorome ka ũthingu kumbũra Ngai kĩgongona kĩama nĩtũthinĩkanĩtio no nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũtũrũgamĩtie rĩngĩ kũhoya ũrekeri Rĩehia na tũrĩaganu tũrĩ andũ marĩtie ciugo itagĩrĩire tũkĩhoya ũrekeri kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki na gũcokia ngatho. ũtuguo na kwĩhokeka nĩ gwaku Thank you nĩ tondũ wĩ Ngai. Thank you Lord. Nĩ mamwe ma marĩa twĩkaga tũkĩhoya, na nĩkĩo tarĩki 6 mweri wa gatano tugakorwo tũkĩnyitanĩra na Bishop John Githire. Bwana asifiwe sana na matikae gũkũina mwathani arogocwo na Reverend Rachel Wakuria. Gĩthũnũ gĩkĩ kĩrakwo rĩngĩ gĩtiamomoretwo nĩ thũ, kĩamomoretwo nĩ mũrũ wa nyina. Kuma thaa 2 cia rũcinĩ nĩ mahoya maitũ ma o mweri nĩmo monthly prayers marĩa makoragwo o gatano ka mbere ka o mweri. Mahoya maya magakorwo kanitha-inĩ witũ wa Theophilus mwena wa Kawangware 46 stage nĩ Sokoni building ya Tumaini Plaza 4th floor. Inyuothe mũrĩ anyite ũgeni. Ĩno nĩ Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Menyai goitereirio mutireke otheri mumurekere andu njira ya iguru nyoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mumĩonokie ũihũro wa maĩ waiyũrire thĩ nuhu marĩa nana mahonokirio nĩ nyũmba ya Ngai hamwe na nyamũ iria Jehova thanĩte cingĩrio thĩinĩ. Tigai gũtuĩka iruke menyai gũitĩrĩirio mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ nyoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩonokie.
igana rimwe na ningĩ mĩaka 70 na mĩaka 5 irathimo ciothe na ũthingu mũingĩ no theru ciatũire ngoro ya Iburahĩmu igai gũtuĩka itũkĩmenyai tũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩonokie rĩũira mũtheru Musa onirio wa gũtũma tũre na ũmĩrĩru Jehova mwĩrire taruta iratũ agũrũkie nĩ atheru na nĩ amũre igai gũtuĩka itũkĩmenyai tũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩonokie bara kwa Firaũni Jehova mwĩrire rekia rũthanju rũgĩtuĩka nyamũ ya thĩ ya kũgegania igai gũtuĩka itũkĩmenyai tũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩonokie igai gũtuĩka Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Theophilus TV MURATA wa Ngai, karibuni sana, karibuni tena sana, na kuwa nikichukua nafasi hii ama muda huu kuweza kuwa nikiwakaribisha tena kwenye show ambayo ni ya Ciana Ciitu, lakini saizi tutakuwa tukiangalia tunadili na teens age from 13 to 19, maana tumemaliza na wale wadogo Sunday school tumeweza kuwa tukimalizana nao. Kwa hivyo karibuni tena, karibuni tena zaidi. Karibu sana. And now here nataka kuwa nikiongea na wazazi sana na pia teenagers on how kuna mambo mengi inaendelea kwenye teen ni ile muda ambayo ni kale ka stage ama ni kale ka period ambayo iko na peer pressure, iko na all those sort of things, and hizo vitu ambazo saizi those things are leading our kids ama our children astray. Kwa hivyo how can we help our kids, we as parents, we as Christians, how can we help our kids? Ni aje tunaweza saidia hawa watoto wetu ili wasiweze kuwa wakijiingisha ama kujihusisha na mambo ambayo hayafai, mambo ambayo hayamfurahishi Mungu, na pia mambo ambayo pia inawadhuru wao wenyewe. Kwa hivyo let's take this chance tuweze kuwa tukilimishana kidogo. Na the main thing ambayo leo tutakuwa tukiongelea ni how to communicate. Ni aje tunaweza ongea na watoto wetu ambao ni wa teenagers. How can we communicate with our kids? Hata si teenagers peke yake, communication nienda world until kwa wale wadogo. Communication, how to talk to my kid, how to talk to my child. Ukiwa pale nyumbani kama mzazi. Nowadays unapata watu, yes, kwa hakuna pesa. Watu wanasema hakuna pesa, we have to go to hustle, ama we have to go to kutafuta pesa. Yes, tunafaa kutafuta pesa kama wazazi, lakini kuna jambo moja tunasahau. Siku hizi tumepatia wafanyikazi ama maids ama house helps the authority to take care of our kids. Si vizuri kabisa, because tunasahau wale ni watoto. They need that love, they need that tender love, they need that care from parents. Tunasahau wale ni watoto, na ile time tunawaachilia na how to communicate na wao, you feel the peer pressure inaingia ndani, ndio pale anapata time hata ya kujihusisha na mambo ambayo hayafai. Kwa hivyo before we start, nitakuwa nikifungua leo the verse of today from the book of 1 John 5:14. Inasema, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to his will, he will hear us.
the confidence. God has already assured us about the confidence. My producer, it's teenagers sasa. God has already assured us in the confidence that in approaching God or asking God according to his will, he will hear us. Kwa hivyo kama pale teenager, ukiwa pale home, you need anything bothering you, unataka kuongea na Mungu wako, God says ask anything, or we have the confidence in approaching him, in asking anything according to his will, and he will hear us. Kwa hivyo how can we talk to our kids, we as parents? Kitu ya kwanza, listen to them. Listen to your kid. Kuwa mzazi ambaye unasikiza mtoto wako ana shida gani, because the moment umekosa kusikiza huyo mtoto, anaenda kutafuta comfort somewhere else, na pale ambapo anaenda kutafuta comfort, maybe the person is not of good will, anaenda kupeleka mtoto wako astray, or leading your child astray against the will of God. Kwa hivyo be a listening parent. Usikuwe tu mtoto wako kurukia nyamaza nini. Let's learn to listen to our kids. Mtoto amekuja kwako, she or he wants to talk to you, she or he wants to communicate to you. Never know, maybe hiyo kitu inamdhuru, inamsumbua, but hautaki kumsikiza yule mtoto. Kwa hivyo first thing, let's listen to them, make them feel safe. Tuwafanye watu wetu waweze kufeel wako mahali ambapo panastahili, wako safe. There is nothing that can inaweza waumiza. Na how to make them feel safe ni tuna include Mungu. Sisi kama wazazi, jambo la kwanza tunaombea watoto wetu. We cover them with the precious blood of God. Number 2, teach them on how to cover themselves with the precious blood of God. Teach them how to pray. Teach them how to ask. Wakiwa bado teenagers. Kuna teenagers ambayo hawajui kuomba. But it's now the time and the responsibility of our parents tuweze kuwa tukiwa cover with the blood of Jesus, to teach them to cover themselves and to teach them how to pray and ask for God, to ask for protection. Mostly wakiwa kwa hiyo age ambayo inakuwa na mambo mengi sana. Let's teach our kids. Number 3, to affirm and support their need for help. Huyo mtoto anaweza kuwa maybe ni wale ameona mwenzake na kiatu mpya, na huyo mtoto anataka kiatu. Because uko na uwezo, Mungu amekubariki. Maana wanasemanga Mungu akileta mtoto analeta rasani yake. It's true. Hawezi kosea kumpea yule mtoto, maana it's the blessing from God. Na pale mwanzo tumeona kids, they are from the kingdom of God. Kwa hivyo God hawezi kukunyima anything ya kupatia huyo mtoto. Seek support. Wapatie hiyo support wanahitaji. Kama ni support ya kufanya homework, show your kid. Be ready there to listen. Be ready there to kumfundisha. Mpatie support ambayo anahitaji. Maybe ni hiyo kiatu, anataka kiatu. Give that baby support if at all if possible. Mpatie support ambayo anahitaji wewe kama mzazi. And then be genuine. Kuwa genuine. That leo sina but kesho Mungu atatupatia. Na hapo sasa ndio inaingilia teach your kid akiwa teenage. Mfundishe kwamba kuna kuitisha from Mungu. Pia wao kuna wao hawajui. But when you tell them that God is the provider, they are going to ask from God. Be genuine. Mwambie sina. Akifanya makosa, don't cover up. Ati kwa sababu unataki akasirike. No. Mwambie, mkaishe chini, mwambie hapa umefanya hivi. Na next time don't do this, fanya hivi. Mwambie jambo ambalo linastahili. Don't cover up makosa. Utamcover up, hautamwambia ni makosa amefanya, because hautaki mtoto wako akasirike. Lakini kesho ataenda pale nje afanye the same mistake na hata pata wa kumcomfort. People outside, kuna wale ambao tu ni world, hawajui kwamba this is a teenage kid. Kwa hivyo let's be genuine. Kama mtoto amefika teenagers, amefika sasa ndiye anajua there is a peer pressure ya kuvuta bangi. Ameanza kuvuta bangi, kesho aende aibe. Ukuje uambiwa ndio like ni sawa, umenyamazia. Kesho ataenda avute bangi aibe kwa wenyewe, auliwe. Itakuwa makosa yako kama mzazi. Kwa hivyo let's teach our kids, our teenagers on how to go in the straight way of God. Let's teach them to cover themselves. Let them the protection from God. Tuwafundishe kwamba Mungu ndiye ambaye ana protect. Mungu ndiye ambaye anatusaidia. Hata wewe mzazi pale ni Mungu huwa anakusaidia. Unaweza kuwa unanitazama na haujaokoka, lakini remember
God is the helper. God is the provider. Yeye ndiye ambaye anakupatia food ambayo unaweza kupatia watoto wako. Yeye ndiye ambaye anakupatia school fees ambayo unaweza kulipia watoto wako. Kwa hivyo God is the provider. Usiwahi sahau jambo kama hilo, because when the time comes Mungu akasirike na wewe, he cannot provide for you as a parent. Kwa hivyo let's teach our teenagers to seek the face of God. Next thing, set aside time and talking and listening to each other. Hapo sasa ni mahali tunasemanga, kama ni simu ulikuwa unatumia kama mzazi, weka simu kando. Kama ni TV mlikuwa mna watch, switch off or mute the TV. Kama ni laptop, weka kando. Sikiza huyu mtoto amekuja akiwa na mahitaji gani. You never know, aliambiwa maybe na mtoto mwenzake, tukifanya hivi na hivi tutakuwa tukipata pesa. Tukiingia Illuminati tutafanya hivi. But because you took time, ukazima simu yako, ukaiweka kando, siku hizi we are more of, tuko sana kwa simu, tuko sana kwa TV, tunasahau kwamba these are kids, wanataka attention, wanataka kuongeleshwa. We need to listen to them. Anafaa anakuambia na wewe unamwambia. Anakuambia ako aje, what is it, ni nini namtrouble, ni nini namsumbua. Maybe she or he anapitia challenges in schools. Tumekuwa tukiona of late kuna watu ambao wanachapwa na walimu shule to an extent of death points. Maybe mtu alijaribu kukuambia kuna teacher fulani kwa shule ananifanyia hivi na hivi, but because haukuwa na time ya mtoto wako, you end up losing your kid. Kwa hivyo teenage ni place ambayo it's so critical, so crucial. Kwa hivyo wazazi tukue so keen on taking care of our kids. Let's have a good communication na watoto wetu. Msikize tu. Hata kama amekukosea, msikize, usikie huyu mtoto anataka kuniambia nini. Kuna wengine unapata wazazi we are too harsh. Mtoto hawezi kuapproach. You are an approachable parent. Your kid cannot even say, "Mom, how are you? Daddy, how are you?" Let's stop that, wazazi. Tukueni wazazi let's appreciate. Wacha mtoto wako feel I have a mom. Ukigonga pale mlango anajua ni wewe, anakuja mbio. Maana teen bado ni mtoto. Kwa hivyo they need care, they need love. Ndiposa waweze kwenda in the right ways, and we need to teach them mostly to rely on the Bible. Waonyeshe this is the storybook they should be reading. Wachane na simu, wachane na Facebook, they come and read here. It's so interesting reading a Bible, and that's where they can get their protection from. Kwa hivyo wazazi, we have, and the society, we have a big role to play kwa teenagers, because teenagers wanapotea sana. They're going astray. Hapo ndio wanaanzia kuvuta bangi, hapo ndio wanajua kuna drugs za aina yote, hapo ndio wanajua kuna kitu ya kwenda kuchukua kitu ya mtu. That's where the behavior starts. But tukiwa kama wazazi ambao ni Wakristiano, wazazi ambao wanamwogopa Mungu na wanamheshimu Mungu, parents that honor God, tutakufunza watoto wetu the Bible. We will teach them. We will guide them. We will show them the way. We will protect our kids, because God is always there for us. If you ask God to protect your kid, remember God says, ask and it shall be given to you. Knock the door and the door will be opened for you. Kwa hivyo usiogope kuomba Mungu protection to cover your kid under prayers, because he's a good God and there is none other than him. I'm going to encourage your kid to talk with you about what they feel or what they think. Let's all about communication. Maana communication ya wazazi na watoto wetu wa teenagers ndio inakosa kabisa. You get hatuna time na kuongea na watoto wetu. Encourage them. Kama ametoka shule, hayuko shule ya boarding, ama pia ako shule ya boarding, time amefunga shule ama time ametokea shule, have time, hata kama ni only 5 minutes. How was school? What went good, what went bad? Learn to know your day in, day out life for your kid. Kwa ukijua mtoto wako wako aje, leo ni challenge gani alipata shule. If it's something you can advise ama umsaidie, or it's something you can put in prayer, umuombe huyo mtoto, eka in prayer. But sasa umekuja late kama mzazi, umeenda umelala, you don't know hata mtoto wako alishindaje shule, hujataka kujua amekuwa aje, maybe in a boarding school for that while. Now, maybe that kid is going under attacks, that you kama wewe kama mzazi unaweza msaidia in prayers. Kwa hivyo let's take responsibility, tukiombea watoto wetu, they're going astray because
we as guardians, we as parents, we as mothers, we as daddies, tumefail some part, but it's now time tuamke na tuweze kusaidia watoto wetu, because God is a good God and God is good. The next thing, include your kid in your conversations. Maybe good example, maybe you want to prepare dinner. And nilikuwa napenda sana an example with me, my mom could ask us, leo mnataka tupike nini? Hata kama anajua hana hiyo pesa ya kupika maybe nyama ile mnataka, angekuuliza tu. Ask you, what do you think? What do you feel? As in to bring your kid closer. It's the way that when you teach your kid to come to be praying to God, the more she or he prays, the more he or she communicates with God, the more closer they get to God. So even you as a parent, the more you communicate with your kid, the more closer you get with your kid. Hakuna kitu atakuficha. Kwa hivyo tuwafundishe waweze kuwa good communication with us, na pia let's bring them closer in our conversations. Pia tuwafundishe kwamba kuna Mungu ambaye huwa anajibu maombi yao. Maybe wanaweza feel maybe bado ni wadogo, hawafai kuomba, wanaona maombi haifai. Let's teach them the value of prayer. Hapa hii ni age ambayo they don't care us. They don't care. Bora tu, ako tu. The teen, because so many things happen kwa mwili yao, physically, mentally, it's when they are growing. Kwa hivyo as they grow, let's take part as parents, tuweze kuwa tukiwasaidia. The more wana grow physically and mentally, let's grow them kiroho. The more wanaumea, na sisi pia tuweze kuwa growisha kiroho, tuwasaidie. Tusigoje while it's too late. Ndio tunasema heri ningejua mtoto wangu angekuwa anaenda kanisa. While it's too late, heri ningekuwa nimejua mtoto wangu anafaa Bible. Well, it's too late. Ndio utakuwa ukiregret. I wish I talked to my kid. I wish I taught my kid who is God. I wish I taught my kid God is our provider. Kwa hivyo, let's learn to talk to our kids. Let's learn to bring them close to us. Let's learn to teach them kwamba kuna Mungu anasikia maombi yao, na tuweze kuwaleta closer while praying, while they're chatting with God, or they're chatting with God, or they're communicating with God. They got closer to God and everything will be okay with them. Okay, the next thing ambayo tutakuwa tukiangalia pia, being a role model. We as parents tunafaa tukuwe good being role models kwa teenagers wetu, because sasa ile hapa ni ile age ambayo mzazi ama huyo mtoto huwa anacopy everything that the parent do. How can you be a good role model? Kama wewe ni baba, unakuja na chupa ya pombe unaweka hapo kwa meza, unayekunywa, mtoto akikuobserve. Yule mtoto siku moja atagoja umeenda kazini, akuje wataweka maji kwanza kwa hiyo chupa wakunywe. Next time they go buy the pombe or the drug, wakuja waeke wakunywe, because wanataka kufeel nini hii dadia na kunywa ambayo analeta hapa. Role model. Children learn from us adults. Watoto wanasoma na jinsi vitu ambazo sisi wenyewe tunafanya. Kwa hivyo nitakuwa nikichukua short commercial break. As we go for a break, you as a parent, jiulize, am I a good role model to my kid? Am I a good Christianity role model to my kid? Wewe ni Christian parent ambayo Sunday uko church, Friday uko happy, Saturday umelala dunda, Sunday unaenda kanisa. Are you a good role model to your kid? Are you a good Christian role model to your kid? I'll be taking a short break, na tukirudilia kwa ukinijibu. Unaona mko pale upande wa Facebook na waona, asanteni sana. Margaret Wangeshi, Eric Maina, asanteni sana, thank you so much. Upande wa YouTube, communicate to me. Are you a good role model to your kid? Wewe ni mzazi ambaye you are in Christianity fully, ama mguu moja iko huku ingine iko huku, huyo mtoto atafuata wapi? Kwa hivyo let's take a short commercial break. Ino ni Theophilus TV, MURATA wa Ngai.
mai mahwa kiruta igongona ria guthaitha Jehova ni gukena uguo niguo gugakenwo ni njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ ũrathimithia ndũrĩrĩ ciothe nĩ Iburahĩmu nake nĩonire mathĩna bũrũri wa Kanani akĩenda kũruta mwana wake atuĩke igongona Jehova muonie ndũrũme Iburahĩmu agĩkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ andũ marutwo Misiri nĩ ũhoti wa Jehova na makinya iria itune mona marũmĩrĩirwo arĩa marĩ ngoro hũthũ makĩnegenia Musa Jehova maringie rũĩ magĩcoka gũkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ Shadiraka na Meshaki na Abedinego maikio mwaki-inĩ makĩũhota nĩ makenire mũno Danieli aikio irima rĩna mĩrũthi akĩmĩhota rũciinĩ akĩroka kuma na gĩkeno kĩnene ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ atũrũme nĩathaithire Jehova mwĩtĩkĩrie mahũrane na Saitani atuĩke wa igongona agĩtembũragwo mwĩrĩ mbari ikiura thakame na maya gĩkũra andũ othe kwĩ ngoma ithe agĩkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ Habili athecwo na rũhiũ nĩ Kaini akĩũragwo Nuhu nĩanyarirĩkire ngoro agĩaka thabina yarĩke kĩmũhonokia maĩ mahwa kĩruta igongona rĩa gũthaitha Jehova nĩ gũkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Gũthathaiya, twakwenyiheria mũno gatũrũme ka ũthingu kumbũra, Ngai kĩgongona kĩama nĩ tũthinĩkanĩtio no nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩ ũtũrũgamĩtie rĩngĩ kũhoya ũrekeri, Rĩehia na tũrĩ aganu
tuli andu maritie ciugo itaagirire tukihoya urekeri kuma giti-ini kia uthamaki na gucokia ngatho. utuguo na kwihokeka ni gwaku. Thank you, Jesus. Tondu wi Ngai. Thank you, Lord. Nĩ mamwe ma marĩa twĩkaga tũkĩhoya, na nĩkĩo tarĩki 6 mweri wa gatano tugakorwo tũkĩnyitanĩra na Bishop John Githire. Bwana asifiwe sana. Na matikae gukoina mwathani arogoco na Reverend Rachel Wakuria. Githunu giki kirakwo ringiri kiamgitia mumoretwo ni thu kiamumoretwo ni muru wa nyina kuma thaa 2 cia ruci-ini. Nĩ mahoya maitũ ma o mweri nĩmo monthly prayers marĩa makoragwo o gatano ka mbere ka o mweri. Mahoya maya magakorwo kanitha-inĩ witũ wa Theophilus mwena wa Kawangware 46 stage nĩ Sokoni building ya Tumaini Plaza 4th floor. Inyuothe mũrĩ anyite ũgeni. Ĩno nĩ Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Welcome to show ambayo ni ya Ciana Ciitu, na we are talking to teens, na pia naongelesha wazazi ambao mnatazama pia upande wa Facebook, upande wa YouTube, upande wa televisheni zenyu. Karibuni sana, na kwa majina naitwa NJ. Naona ikiwa ni saa 5 na dakika 34 ama ni 34 yeah, na sekunde 33. Kwa hivyo karibuni sana tena, na tulikuwa hapa kwa teens tukisema how to be, we as parents, sisi kama wazazi ama sisi kama guardians, how to be a good role model to our kids, and sana how to be a Christianity role model. Role model mkristiano. Are you being a Christian? Are you a good role model? Ama wewe ni Mkristo wa Sunday, Friday wewe si Mkristo, wa Saturday, whatever si wewe si Mkristo. Kwa hivyo let's see on how being a role model can help our kids. Ni aje inaweza wasaidia kimaisha, ni aje inaweza change future yao, ni aje ina determine future yao, na ni aje pia being a bad role model itakuwa ikidamage maisha ya watoto wetu. Kwa hivyo being a good role model tunaona it helps us to communicate with our kid. Inatusaidia kuongea na watoto wetu zaidi. Tulikuwa pale kwa example ya mzazi kutumia maybe kitu ambayo ni common sana, maybe tuseme tu pombe. Wewe ukiwa kama mzazi wa kiume ama wa kike, siku hizi hakuna mwambaye atumii. Kwa hivyo unapata umekuja na hiyo pombe kwa nyumba and you drink. Are you setting a good role model to your kid? Unaweka role model nzuri kweli kwa mtoto wako? Huyo mtoto atafuata steps ambazo unafanya na atakunywa hiyo pombe ambayo unakunywa leo. Kwa hivyo kesho ni atakuwa drunkard, maana wewe ndio ulimuonyesha kuna kukunywa pombe. Kwa hivyo let's be a good role model. Hata kama tunafanya kujifurahisha, let's do it outside. Tusifanye machoni pa watoto wetu. Si jambo nzuri na si jambo la kufurahisha. It's not an encouraging thing. Tunaweza kuwa tukifanya. Pia mtoto huwa ana learn. If you're a parent ambayo huwa speak in a respective way or in a respective manner, your kid atafuata the same way. She or he atakuwa akiongea kwa njia ya heshima, maana anaona mama yake ama babake akiongea kwa njia ya heshima. But kama sasa wewe si wa kuongea kwa njia ya heshima, matusi tu iko hapa, that's what your kid will be tomorrow. Kwa hivyo saizi ni kusoma, anasoma. You are feeding your kid. Hiyo jambo ambalo unafanya unamfeed. So by the moment atashiba, whatever she is observing and learning from you, she will spill it out. Na itakuwa ngumu kumkataza, maana aliona mamangu hutusiana, babangu hutusiana. It's a common thing. Babangu hukunywa pombe mbele yangu. It's a common thing. Na atakuwa akifanya. Kwa hivyo we as parents tukae tukijua mambo ambayo tunafanya leo itawadhuru ama itawasaidia watoto wetu kesho. Kwa hivyo hata kama ni kujifurahisha, do it nyuma uko mtoto asione. Kama you have to do it, fanya tu kule nje, usiache mtoto wako aone, maana it will determine the future of your kid tomorrow. And then let's express a lot of interest. Maybe mtoto wako ni anapenda drawing sana, muonyeshe uko na interest ya kuchora. Mwambie hebu nichore, chora kitu fulani. That's a talent you're nurturing your kid with. Onyesha you have interest in whatever your kid is doing. Atafurahia na atakeep out. Mama anapenda nikidraw.
unamletea crayons za kudraw hata kama ni teen, she or he ataenjoy. Huwezi jua kama that's what determines her future kesho, the drawing ama the art. Maybe anapenda kuimba. Show that you have interest kusikiza whatever she's singing, and it will help her or it will be nurturing her. Kwa hivyo tuko wazazi ambao tunaseta a good role model. This is now, hapa ndio sasa mahali iko, while disciplining our teens or even our small kids. Unapata saa zingine mzazi yell, as in ameongea kwa nguvu, ametumia njia the words ambazo hazifai, amemtukana, wewe ni stupid, mtoto kumbafu, unamchapa ukimtusi, you feeding your kid. Try and choose maneno ambayo si ya kutusiana. Discipline him or her at a low volume, at a low tone. Ongea kawaida, mudiscipline kawaida. Kushout haita change anything. Instead, utaeka huyo mtoto uoga. Akikuona, anaenda huko. Akisikia dadi yako kwa gate amepiga honi, anaenda kulala. Only because anajua you will come and yell at her or him. The child atadevelop fear. Hatatakanga atakukuambia kenye anapitia. Kwa hivyo don't yell. Kumtusi ukimchapa si solution. Huyo mtoto unamfeed. Kwa hivyo unaweza chapana hata mimi nikitusiana, kesho ni atakuwa anatusiana. Kwa hivyo just what we do in a respective way our kids learn. Saizi ni kusoma, wanasoma, wanaona mama anaweza vaa miniskirt, the girl ataenda achukue miniskirt avae. Mom is wearing a miniskirt. They are learning from us. We as mothers, we as fathers, we as big sisters, we as big brothers, we as guardians. They are learning from us. Kwa hivyo it's a high time. If at all tunataka generation ya kesho iwe nzuri, sisi wenyewe ianze na sisi wenyewe. Kama tunataka generation ya kesho imjue Mungu na imche Mungu na imogope Mungu, ianze na sisi wenyewe. They learn from us. If you are a prayerful mother, mtoto wako hakuna venye atakosa kuomba because she or he is learning from you. If you are a parent that strictly tunaenda church, your kid will automatically atafuata. Muonyeshe you have the Bible, you have to take notes time unasoma, you have to write notes, you have to carry your Bible while going to church, atabeba. They are learning from us. Kwa hivyo it's a high time, kama tunataka generation ya kesho iwe mzuri, kama unataka future ya watoto wetu iwe mzuri, ianze na sisi wenyewe. Tubebe Bible, tusome Bible, tuonyeshe before going to bed as a family. Let's have a prayer. Before having a meal, let's thank God for the meal and remember those who don't have. Tuombe hii chakula na tukumbuke wale ambao hawana. That's a culture ambayo unaigrow nyumbani kwako. That's a culture ambayo unaweka ndani ya watoto wako, and it's the best culture. Ni culture nzuri because ni ya kumjua Mungu na ni ya kumheshimu Mungu, and it's to honor God, na Mungu atafeel akiwa pleased with whatever you're doing. That's why you get boma kama hizo that's full of blessings. Munashindwa boma fulani na inabarikiwa kwa nini? Because they know God, they know how to seek God. Walifunzwa wakiwa wachanga. Mama yake ali take time ya kuwaosha na wapeleka Sunday school. But wengine walikuwa wanaona ni kazi ya ujinga, ni kazi ambayo haitaleta manufaa. Now you will see the fruits in the future. Mtoto wako atakuwa mtu mcha Mungu because ulimfundisha akiwa pale chini. Kwa hivyo let's take time as our parents, as the society out there, as the guardians, tuweze kutake time pia kuongelesha watoto wetu, kuonyesha the right path to go. Let's show them that the Bible is our light in the darkness. The prayer is the light in the darkness. God is our light in the darkness. Kwa hivyo wanaweza kuwa kwa pale boarding school and I feel it's the end. Maybe nimefeel exam, it's the end. But once ulionyesha huyo mtoto that you can cry to God and God will answer your prayers. God is our provider. God is the knowledge giver. Ataomba Mungu atamsaidia. God will give her or him understanding akiwa pale shule because ulimonyesha kuna Mungu ambaye tunafaa kumuomba na atatupatia. Si kuiba exam. Tunaomba Mungu for knowledge and understanding.
na atatupatia. Kwa hivyo it's a high time sisi kama wazazi, sisi kama guardians tuweze kuwa tukiwa good role model, super good role model to our kids, na atakuwa wakitufanya mambo mema na atakuwa akitusaidia. Kwa hivyo tumeagree we should use the positive words while speaking to our children. Wacha kumtusi stupid, wacha kumtusi kumbafu, ati wewe hata ujuangi. Yes. And there is a small story for dakika moja tu I'll be sharing this story. There was a girl ambayo alikuwa at teenhood stage. And it happened huyu mtoto, she was a girl, alikuwa msichana. It happened mamake akafariki ama akaiaga dunia. Akabaki na baba yake peke yake. So the father akadecide kuremarry. So the girl got a stepmother ama akapata mama wa kambo. The girl was so depressed. One thing, the father anafanya kazi mbali, is like ni wakukuja maybe once a month peke yake. This is a new mother ameletewa kwa nyumba. The mother is yani ni mama ambaye I really don't know watu toka wapi. They don't know wanatoa wapi hiyo nguvu. She's a mother alikuwa na kumtusi, akimwambia atampangia duties that even don't align with her age. Angempangia makazi mingi kulingana tu mtoto hangeweza hizo kazi. So angesahau moja hivi, angechapwa kitusi wangu. Akiambiwa wangu nitakuchapa uende kwa mama yako. You know, painful words, negative, yani maneno mbaya tu ambazo zilikuwa itching this kid up. One thing, bado ako na machungu. Mama yake the kinonda bado it's still iko bado ni hiyo bado haijapona ya mzazi kumwacha. And then ampata mama ambayo ni cruel, anamtusi akimwambianga hiyo akili yako inasahau hata vitabu itaweza kusoma. This girl alikuwa ana feel so low, anajidhikira, as in she was so angeongea na mtu. Pale shule angeenda nyamaze because of mawazo, stress and even depression to a point. Mtoto hangeweza kuunderstand masomo kwa darasa. She could fail. Angenyamaza tu. The teachers again, they were crucial. Mbona wewe hauongeangi na una fail to exam? They never took time to understand mtoto shida yake nini. Walikuwa wanamtusi. The girl could cry over her mother because anashindwa, why did mom leave me? Because she's a teenage, anataka care and protection. Akijaribu kuongea na baba yake ni mtu ambaye alikuwa so ni wale wazee, strict and harsh. You cannot talk to them. Uwezi waambia kitu. So the girl went through hell. She had no one to talk to. Pale shule walimu ni harsh kwa sababu wana fail exam. Na chanzo ya kufail exam ni stress and depression from home. Hakuwa anapata mtu wa kumwongelesha. Kwa hivyo you as a parent, either you are a stepmother out there, you are a daddy ambaye umeremarry, remember your kid. The girl ended up commit suicide in hali tu watoke hizo mashida za duniani. And that's how she died. A little thing. Hakukukuwa wa kumcomfort, hakukukuwa wa kumuongelesha, hakukukuwa wa kumwambia yuko Mungu ajibie maombi one day. There was no one to tell her. And she ended up kukufa hivyo tu. Kwa hivyo it's a high time sisi kama wazazi to take time with your kid. So being a role model back at home, it lead mtoto wako to have a bad performance in school. Itamsaidia, itamfanya psychologically akuwe tortured. That kid unapata tu amenyamaza, ataki story na mtu, ataki nini, because she's tortured psychologically. Ana feel akona stress, the kid goes under depression, hana wa kuongea na yeye. Kwa hivyo it's a big time, we as teachers, we as the society out there, we rescue these teens from the darkness of the world. Tuwasaidie sana sana kwa maombi, to show them that the Bible is the light in the darkness, to show them that God is the provider, God is our helper. Na atakuwa kitufanya mambo mazuri. And the next time I'll stop there, tutakuwa tukijifunza kuhusu physiological damage from parents to kids. Ukifanyia mtoto wako hizo mambo zote, they get damaged, they are mentally damaged.
they get damaged. Wakiona ukiweza fanya kitu ama kisa ambayo maybe umeua mtu mbele ya mtoto wako, umekuwa ukichapa mama yake mbele ya mtoto, you as a father unachapa mama mbele ya mtoto, you feeding your kid, I can fight someone, I can kill someone, na kesho atafanya juu aliona ukifanya. Kitu ya kwanza, kumbuka mzazi ni Mungu, ya pili kwa mtu. Kwa hivyo the kid, watoto huwa wanatuamini sisi kama wazazi 100%. Kwa hivyo whatever we do, one day in their future they will do the same. If at all we are prayerful parents, one day in future they will be prayerful. If at all we love God and we seek God in truth and in truth, one day our kids will seek God in truth. Kwa hivyo it's a high time sisi kama wazazi tuweze kuwa na chance ya kureconcile, time ya communicate with our kids, time to teach our kids about the Holy Bible. You know, the Holy Bible, this is the protection, this is the helper for us who believe in God. Kwa hivyo asanteni sana and karibuni sana tena ndani ya show ambayo ni ya Ciana Ciitu. From now on we will be holding it from saa 4 hadi saa 8 za mchana katika makanisa zetu za Theophilus, and furthermore Mungu akituwezesha pia tutatembelea kule in the society. Tutakuwa tukitembea kule tuweze kufanya show ya watoto wetu, tuweze kuwafunza more about the Bible, more about God, more about Jesus. Who is Jesus? We want them to know who is Jesus. We want them to know, wajue jinsi ya kuomba, na wakuwe kijua Mungu ni msaidizi wetu na ataishi akiwa msaidizi wetu. Kwa hivyo karibuni sana, tuzolia welcoming back for you all katika show ambayo ni ya Ciana Ciitu, na siku ya Jumamosi ijayo tutakuwa upande wa Kawangware Theophilus Church. Kuko ndio tutakuwa na show ya Ciana Ciitu. Kwa hivyo don't miss out on Facebook, YouTube or even in your televisions. Wale ambao mtakuwa mkitupokea hamjaweza kujifikisha, karibuni sana. We will be so much humbled, na Mungu aweze kuwabariki na kuwatenda mambo mema. You that you've been viewing me in your television, umekuwa ukinipokea kwa TV yako, Mungu aweze kubariki pamoja na watoto wetu. Mungu aweze kuwa akiwa protect, akiwa guide na pia akiwa lead. Don't forget to teach your child to pray before a meal, to pray before going to bed. Those small things matters a lot in our kids' future. Kwa hivyo asanteni sana. May God bless you abundantly. Let's meet next Saturday, same place, not same place, same time, but a different place at Theophilus Church, Kawangware. Ino ni Theophilus TV, MURATA wa Ngai.